Yes. Utumie kama chombo chako Baba wa mabwana. Yes. Neno lako Baba atalitaja hapa. Yes. Likuwe ni neno la kutoka katika kinywa chako. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo, Baba. Baba, tunaenda kunyamaza, ukaongee pamoja nasi. Yes. Tunaenda kukimya Baba wa mabwana. Yes. Ukatuongeleze siku ya leo. Ndiyo. Katika jina la Yesu Kristo. Yes, tuko na Lord. sababu ya kusema ni asanti. Asanti. Kwa sababu Baba tumekuona. Ndiyo, Baba. Tukupigia makofi ya kusema ni asanti. Asanti. Kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Yes. Na ni katika jina lako la Mwana Roho Mtakatifu Baba tumeomba na hata kuamini. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tunaenda kushangilia neno. Uko tayari? Ndiyo. Haya, 1, Jesus. 2, Jesus. 3. Jesus. Shangilia, shangilia. Hey! Hey! Amen. Mchungaji, Mungu akubariki. Mungu akutende mema. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza keti chini, keti chini. Mungu akubariki. Ni wangapi wanafurahia wakikuja kwa ibada ama kwa nyumba ya Mungu? Ukweli, unaongea ukweli ama unanichezea? Ukweli? Hata mimi hufurahia sana sana sana. In fact, kama kuna mahali pazuri kuwa dunia hii ni kwa nyumba ya Mungu. Amen. Kwa matatu, kelele, Ndio. dereva ameasha sigara, ukienda kwa duka, yani mahali pazuri dunia hii nimetambua Ndio. ni katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Niko na topic mzuri. Yes. Na wewe umekuja siku ya leo, Mungu amekuchagua Amen. ili ukaweza kusikia neno lake, Ndio. na neno lake likaweza kusaidia Amen. katika jina la Yesu. Elisha. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko na topic mzuri. Ndio. Na Mungu atakusaidia tunapohubiri. Fungua kitabu cha James ama Yakobo. Fungua kitabu cha James, enda mpaka Ufunuo, urudi nyuma. Ufunuo, urudi nyuma, utakuta James 5. Tuanzie 13. Ni 13 ama ni wapi? Bwana asifiwe. Tuangalie mambo mzuri. Kuanzia 13. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Si useme amen. Haleluya. Amen. Unajua wewe umebarikiwa kuwa mahali unasikia neno. Ndio. Amen. Amen. Now niko na topic mzuri Ndio. ya kuhusu maombi. Yes. Haleluya. Amen. Number 1, maombi ni mazuri sana. Ndio. Wakati sahi kuna kuwa na jua kali. Yes. Kuna kuwa na jua sana. Ndio. Ukichukua mwavuli wa kishe, Yes. inakuzuia kwa hiyo jua. Ndio. Niangalie kwanza. Ukichukua mavuli wakati kuna jua kali, Yes. ukifungua mavuli yako inakuzuia hiyo jua. Ndio. Na unaweza enda ukiwa comfortable. Yes. Kwa sababu jua haupatani nayo. Ndio. Wakati wa mvua, Yes. unahitaji tu mavuli. Ndio. Ukifungua mavuli, Yes. wakati kunanyesha utaenda comfortable. Ndio. Kwa sababu hiyo mavuli inakusaidia. Amen. Naye maombi Ndio. ni kama mavuli. Yes. Inakupatia uvuli. Amen. Haleluya. Amen. Maombi inakupatia Mavuli. na kama kuna kitu shetani, Ndio. kama kuna kitu shetani, Yes. sema shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Kama kuna kitu shetani ana make sure Ndio. hauna, Yes. ni maombi. Yes. Afadhali ya kupe pesa ukose Ndio. maombi. Yes. Maana najua hizo pesa akizitaka atazikujia. Yes. Afadhali ya kupatia gari na chochote akunyime maombi. Ndio. Kwa sababu anajua hizo vitu akizitaka atazikujia. Yes. Lakini ukiwa na maombi, Ndio. ukiwa na maombi, Yes. ukiwa na maombi, Ndio. inakupatia ukingo, yani inakupatia security, Amen. ulinzi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mwimbaji akaimba akasema, Ndio. kule juu mbinguni Yes. hakuna dustbin ya maombi. Ndio. Kama kuna mtu ataomba, Yes. kuna mtu kama kuna mtu ataomba, Yes. kuna Mungu wa kujibu. Amen. Na ukiangalia Yesu mwenyewe, Yes. Yesu mwenyewe ni mwana wa Mungu. Ndio. Lakini alitumia muda wake mwingi Yes. katika kuomba. Amen. Anapanda milima anaomba. Ndio. Anaenda mahali faragani anaomba. Yes. Alitumia muda wake mwingi Ndio. katika maombi. Amen. Haleluya. Amen. Na kama kuna kitu
utakuwa discouraged au Yes. taki. Ndio. Wapendwa na believers wa leo, Ndio. ni maombi. Amen. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume Ndio. walikuwa wanaomba mpaka mahali wanaombea panatetemeka. Yes. Prayer si kitu ya kuchezea. Walikuwa wanaomba mpaka mahali wanaombea panatetemeka. Ndio. Yaani mnaomba Catherine, Yes. mnaomba mahali kwa ushirika mpaka nyumba unasikia tu 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 tu. Yaani panatetemeka. Power ya maombi. Ndio. Haleluya. Amen. Ukiomba Yes. ukiomba Ndio. unavuta Mungu kwa direction yako. Amen. Ukiomba Yes. unafungulisha angelic ama huduma ya malaika kwa maisha yako. Ukiomba Ndio. unafanya intervention ya mbingu ishuke kwa ajili yako. Amen. Ukiomba unafanya Ndio. intervention. Yes. Intervention ni Mungu kuingilia. Ndio. Mungu kuingilia kwa maisha yako through maombi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nimekuja kukuambia, Ndio. kukufunza kuhusu maombi. Soma Yakobo James alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Ndio. Na Yakobo huyu mwanafunzi wa Yesu Yes. ndio alikuwa wa kwanza kuuawa. Ndio. Matendo ya Mitume 12. Yes. Herode alimshika Yakobo Ndio. akamkata na upanga. Huyo Yes. ndio the first disciple kupersecutiwa. Ndio. Wakiendelea hivyo. Praise the name of the Lord. Amen. So soma Na tusome kuanzia 13. Yakobo ama James 5 tuanzie 13. Je, pana mtu yeyote miongoni mwenu aliye na shida? Anapaswa kusali. Simamia hapo. Kuna mtu hana shida hapa? Kuna mtu hana shida? Hakuna. Uko na shida? Elisha, uko na shida? Kuna mtu hana shida hapa? Ndio kwanza tuende mzuri. Je ni swali. Kuna mtu katikati yetu ako na shida. Huyo mtu anajibu. Swali na jibu. Je, Wacha niende koja kidogo. Je, kuna mtu katikati yetu ako na shida? Sasa tumejibiwa tu kwa neno. Huyo mtu ambaye ako katikati yetu ako na shida anapaswa kuomba. amen. Guza jirani yako mwambie unapaswa kuomba. Unapaswa kuomba. Kwa sababu uko na shida. Kwa sababu uko na shida. Hata president ako na shida. Ndio. Unaona president? Yes. President unaona vile anafuatwa na jeshi na watu. Yes. Ako na shida. Ndio. Ako na shida. Ndio. Hakuna mtu wako dunia hii hana shida. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini Bible inasema, je, kuna mtu katikati yetu wako na shida? Ndio. Hata mimi Reverend niko na shida. Ndio. Jibu ni kwamba Yes. huyo mtu wako na shida Ndio. anapaswa kuomba. Amen. Na hapo ndio shetani hataki uombe. Ndio. Kwa sababu anajua atakumaliza kwa hiyo shida. Yes. Lakini Bible inasema wazi, Ndio. huyo mtu katikati yetu wako na shida. Ndio. Jibu ni kwamba anapaswa kuomba. Amen. Kama kuna mwaka tutaomba ni mwaka huu. Amen. Kama kuna wakati tutaomba ni mwaka huu. Ndio. Kanisa iliwachwa bila maombi. Yes. Kanisa iliwachwa na mambo yote, lakini maombi ikaondolewa. Ndio. Lakini natangaza Jesus una Joska. Ndio. Mungu aturejeshe kwa maombi. Amen. Muombaji anaweza kusimama na utakatifu. Ndio. Muombaji anaweza kutenda mapenzi ya Mungu. Ndio. Muombaji anaweza tembea kadri na vile Mungu anapenda. Ndio. Muombaji anashinda nguvu za mwili. Ndio. Leo nimesema siku ya leo, Yes. lazima turudi mahali pa maombi Amen. kama kanisa ya kwanza. Ndio. Huyo mtu ako na shida, Ndio. jibu ni kwamba anapaswa kuomba. Amen. Endelea soma. Je, yuko mwenye furaha? Anapaswa kuimba nyimbo za sifa. Ukimaliza shida, nisikilize vizuri. Ukimaliza shida kwa maombi, Ndio. ukijibiwa upatiwe majibu yako. Yes. Sasa huyo mtu ambaye amejibiwa kwa furaha, Ndio. sasa anastahili kumsifu Mungu kwa shukurani. Amen. Maana Mungu amejibu maombi. Yes. Sasa next ni kumsifu Mungu
kwa shukurani. Amen. Wakati walivuka ziwa la Shamu, Yes. wakati walivuka ziwa la Shamu, Ndio. ushindi mkubwa ukapatikana. Ndio. Walipoenda ng'ambo ile ingine, Ndio. Miriam alichukua darama, Yes. akapiga darama akimsifu Mungu. Ndio. Kuna wakati wa kulia, Ndio. kuna wakati wa kuomba, Ndio. na Mungu akikupatia furaha, Yes. akijibu maombi yako. Ndio. Kuna wakati wa kumsifu Mungu. Amen. Kwa shukurani. Amen. Hana wa Elikana Ndio. alipopata mtoto, Yes. ameandika chapter mzima Ndio. ya 2, ameandika chapter mzima Yes. ya kumsifu Mwenyezi Mungu. Ndio. Aliyekuwa maskini sasa amekuwa tajiri, Ndio. aliyedharauliwa sasa ameheshimiwa. Ndio. Haleluya. Amen. Chapter mzima ya kumtukuza Bwana. Yes. Kwa hivyo baada ya kuomba, Ndio. kuna wakati ukipata furaha, Ndio. uanze kumsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa. Amen. Sijui kama naongelesha mtu leo. Ndio. Ninakuongelesha vizuri? Yes. Haleluya. Amen. Enda hiyo ingine. Je, yuko mgonjwa kati yenu? Yaani ni maswali leo. Je, iko mgonjwa kati yenu? Endelea. Anapaswa kuwaita wazee wa kanisa, Ndio. nao watamwombea Ndio. na kumpaka mafuta Yes. kwa jina la Bwana. Kwa jina la Bwana. Endelea. Wakiomba kwa imani mgonjwa ataponyeshwa. Haleluya. Amen. Hivyo ndio tutafanya Sunday. Ndio. Je, kuna mmoja miongoni mwenyu mgonjwa? Ndio. Kama wewe ni mgonjwa kama Pauline. Yes. Haleluya. Amen. Aliona hii ugonjwa yangu ndio sio ugonjwa wa HIV, ndio sio ugonjwa ya kansa, ndio niko na ugonjwa, mtoto wangu ananisumbua. Yes. Niko mgonjwa, sijui mtoto wangu wako wapi. Ndio. Unapaswa uende kwa wazee wa kanisa. Ndio. Wazee wa kanisa ni mtu wako na imani kubwa kukuliko. Ndio. Anaweza kuwa mzee na hana imani. Ndio. Lakini mzee wa kanisa ni kuhani. Yes. Mtu ambaye ako na imani kubwa kukuliko. Ndio. Uende kwake muombe na yeye. Ndio. Na mkiomba kwa imani. Yes. Asemanga, mimi nitajiombea. Wacha kujiombea. Ndio. Kuna mahali unashindwa kujiombea. Yes. Mimi niko sawa. Yes. Hata kitambaa hekalu ilivunjika. Ndio. Hapo tu ndio unajua tu. Yes. Haujui hapo pengine. Yes. Ulijua tu mahali sasa ulitokea. Ndio. Hata kitambaa hekalu ilipasuka. Yes. Hata mimi naweza jiombea. Ndio. Lakini neno linasema Ndio. kuna mmoja katikati yenu mgonjwa, Ndio. anafaa kujipeleka Ndio. kwa mzee wa kanisa. Amen. Mtu ambaye ako na imani kubwa. Ndio. Kuhani wako ako na imani kubwa kukuliko. Ndio. Ufanye maombi na yeye. Ndio. Mkiamini huyo mgonjwa atapona. Amen. Hey. Yes. Haleluya. Amen. Unaweza kufa, kifo si yako. Ndio. Kwa sababu unajiamini. Yes. Na hauna nguvu ya kujiombea. Ndio. Unaweza isha. Ndio. Ukiwa na mzee wa kanisa. Ndio. Aliye na nguvu na uwezo juu yako. Yes. Akikuombea utapokea uponyaji. Ndio. Lakini kwa sababu umedanganywa na shetani. Yes. Mimi nitajiombea. Ndio. Unamaliza, unaisha. Yes. Unawacha mtu angekusaidia. Ndio. Anaendelea tu kukaa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni powerful. Kuna mgonjwa katikati yetu. Yes. Hiyo ni ugonjwa alikuwa nayo. Ndio. Unaweza kuwa mtoto wako anavuta sigara, Ndio. amerushwa kwa pombe, Ndio. mzee wako ni mapombe. Yes. Hiyo ni magonjwa. Ndio. Hiyo ni magonjwa. Yes. Hawezi pata amani. Ndio. Haleluya. Amen. Yaani umefungua nyumba, akiingia hivi anaanza kuwasha masigara, Ndio. kunanuka kama baa, na umeokoka. Hiyo ni ugonjwa. Tafuta mzee wa kanisa aliye na imani. Ndio. Muombe pamoja. Yes. Na kama ni mgonjwa wapakwe mafuta. Ndio. Ile mafuta na kupatianga kilala, mpake mafuta. Ndio. Wewe bado uko kwa sijui uko wapi. Huyo mgonjwa anakunywa Ndio. pombe. Yes. Biblia inasema mimi nakupea mafuta. Ndio. Akilala mpake mafuta. Amen. Huyo mgonjwa Ndio. mtaomba na kuhani wako. Yes. Alafu umpake mafuta. Amen. Sasa leo utampaka. Ndio. Hata kama ni mtoto anakusumbua, mguze na mafuta. Yes. Umpake mafuta. Ndio. Huyo mgonjwa. Yes. Tukiomba kwa imani. Ndio. Hiyo mafuta tunaiombea kwa imani. Yes. Ukimguza na hiyo mafuta kwa imani. Yes. Mgonjwa atapona. Amen. Unajua watu
unaona tu magonjwa ya kawaida. Ndio. Hiyo yote ni magonjwa. Yes. Hiyo yote ni magonjwa. Hawapati kazi. Ndio. Wapake mafuta. Ndio. Hawapati ama si ni neno? Yes. Hawapati kazi. Ndio. Hiyo ni ugonjwa. Yes. Wapake mafuta. Ndio. Wanataka kwenda ng'ambo, njia imefungika. Ndio. Wapake mafuta. Amen. Kwa imani. Ndio. Hebu soma. Ama leo sitaki haraka. Leo sitaki haraka. Wakiomba kwa imani, mgonjwa ataponyeshwa. Rudi hapo juu. Kuna mtu anaweza tazama online apotee. Rudi hapo juu. Je, kuna mmoja wenu mgonjwa? Je, yuko mgonjwa kati yenu? Yes. Anapaswa kuwaita wazee wa kanisa. Jibu ni hiyo. Unapaswa kuenda kwa kuhani wako. Mzee wa kanisa ni mtu ako na imani ya juu. Yes. Na wewe uko na imani ya chini. Ndio. Huyo mtu sana sana ni kuhani wako. Ndio. Uende kwa mzee wa kanisa. Yes. An elder. Elder, yes. Kimiaka, elder Ndio. Kiroho. Yes. Elder kiroho. Ndio. Uende kwa mzee wa kanisa. Yes. Ukienda huyo mgonjwa apakwe mafuta. Ndio. Na tuombe kwa imani. Yes. Huyo mgonjwa atapona. Amen. Sijui nini nakusumbua, lakini leo kuna jawabu. Amen. Kile tuliwacha ni maombi. Ndio. Kile tuliwacha ni kutumia huyu mzee wa kanisa. Yes. Lakini ukitumia mzee wa kanisa vizuri, ndio, useme hata kama kitambaa ilipasuka, yes, bado kuna mzee wa kanisa. Ndio. Ninaweza omba na yeye, njia zangu zikafunguka. Amen. Kuna mzee wa kanisa. Ndio. Naweza mwambia shida yangu. Yes. Tuombe pamoja na yeye. Ndio. Tuombe maombi ya imani. Ndio. Na uponyaji wangu upatikane. Amen. Haleluya. Amen. Imenikumbusha haraka. Ndio. Imenikumbusha haraka. Yes. Mama katika Marko 5:25. Mama aliyetokwa na damu. Yes. Alitokwa na damu kwa miaka 12. Ndio. Na akajua mimi, yes, sasa nimemaliza pesa yangu kwa madaktari. Yes. Nimemaliza pesa zangu kwa waganga. Ndio. Na hali yangu inaendelea kuwa mbaya. Ndio. Haleluya. Amen. Na hapo Marko inasema, huyu mama alikuwa nasikia habari za Yesu. Ndio. Alikuwa nasikia habari za Yesu. Yes. Akajiambia moyoni mwake, ndio, saa ingine ni vizuri kujifanya kamkutano mwenyewe. Yes. Saa ingine ni vizuri kujifanya kamkutano mwenyewe. Ndio. Wakati umekaa kwako nyumbani, yes, unajiweka kwa kamkutano wewe peke yako. Yes. Akajiweka kamkutano mama mwenyewe. Ndio. Nimemaliza pesa kwa wachawi. Yes. Nimemaliza pesa kwa waganga. Ndio. Nimemaliza pesa zangu kwa madaktari. Ndio. Na hali yangu inaendelea kuwa mbaya. Ndio. Akasema nitatafuta mzee wa kanisa. Ndio. Mzee wa kanisa ni Yesu. Ndio. Akasikia Yesu anahubiri. Yes. Alikuwa anasikia habari za Yesu. Ndio. Akatafuta asubuhi yake. Ndio. Akajiambia moyoni mwake, yes, nikienda tu mahali mzee wa kanisa hako, nikiguza tu pinde ya nguo yake. Alijiweka kamkutano. Wewe jifanyage kamkutano. Yes. Wakati maisha imeharibika, wakati mambo haendi vizuri, jiweke kamkutano mwenyewe. Yes. Ujiambia nini inaendelea vibaya. Wacha nitafute mzee wa kanisa. Amen. Akatembea asubuhi mahali Yesu alikuwa anahubiri. Yesu alikuwa anahubiria umati wa watu. Yes. Yesu alikuwa anahubiria umati wa watu. Haungeweza kufika mahali Yesu wako. Anahubiria watu 5,000. Anahubiria watu 10,000. Kwa hivyo anahubiria umati wa watu. Yes. Lakini kuna mtu alitoka nyumbani, amejiweka kamkutano. Anasema leo nitakutana na mzee wa kanisa. Nitaguza pinde ya nguo yake. Yes. Akasongamana na umati. Hata kama kulikuwa na watu wengi, kuna mtu alikuwa ameweka kamkutano. Yes. Akajiambia moyoni mwake, leo ninaamuka na imani. Nitasongamana. Yes. Nitasongamana na umati wa watu mpaka niguze pinde ya nguo yake. By the way, acha nikuambie, siku za zamani ama desturi ya Wayahudi, wakati mtu ako na siku za mwezi mama, wakati mama ako na ugonjwa wa kutokwa na damu, ilikuwa kinyume na sheria kuingia kwa hekalu. Yes. Ilikuwa kinyume na sheria kukaribia Yesu, maana Yesu ni kuhani. Yes. Lakini akavunja sheria zote. Saa zingine ni vizuri kuvunja sheria. Sheria ni vizuri kuvunja ili uguze pinde ya Yesu. Ili utafute mzee wa kanisa. Akavunja sheria zote. Anatokwa na damu. Yes. Sheria zilisema ya kwamba asikaribie hekalu, asikuje kwa madhabahu, asiguzane na Yesu. Lakini akavunja sheria zote.
Yes. Kwa sababu alijiambia moyoni mwake, leo lazima nitaguza mzee wa kanisa. Amen. Leo lazima nitatafuta mzee wa kanisa. Amen. Lazima nitaguza pinde ya nguo yake. Akasongamana na umati. Kuna vitu za kupinga maisha yako. Yes. Lakini ukijiambia moyoni mwako, mimi sitatenda dhambi, mimi nitasimama na maombi, mimi nitasimama na Yesu, hakuna kitu kitakushinda. Akasongamana. Akasongamana. Umati ulikuwa mkubwa. Yeye alikuwa anajua kuna kitu ninatafuta. Hakutafuta kwa Petro, hakutafuta kwa Yakobo, hakutafuta kwa Luka, hakutafuta kwa Zebadia, hakutafuta kwa yeyote, lakini alitaka mzee wa kanisa. Akasongamana na umati, akasongamana na umati mpaka akafika kwa mzee wa kanisa ambaye anaitwa Yesu mwana wa Mungu. Alipoguza pinde ya nguo yake, kutokwa na damu kwa miaka 12 kukakauka hapo hapo. Leo unapokea muujiza wako. Ulikuja siku mzuri. Yesu wako hapa leo, anataka kuguza maisha yako. Ukiguza pindi ya nguo yake, ukiomba kwa imani, unapokea majibu ya maisha yako. Unapokea uponyaji wako. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba kutokwa na damu kukakauka hapo hapo hapo. Yesu akasimama katikati ya umati wa watu. Akauliza, nani ameniguza? Nani ameniguza? Haleluya. Petro akamwambia, Bwana, watu wengi wamekusongamana, watu wengi wamekuguza, lakini Yesu alitambua kuna nguvu zimenitoka. Leo nguvu zikamtoke Bwana, leo nguvu zikamtoke Yesu, ziweze kuleta msaada kwa maisha yako. Ziweze kuleta uponyaji kwa maisha yako. Akasema, nani ameniguza? Lakini Petro hakujua. Akasema, watu wanakusongamana. Yesu akasema, kuna mtu ameniguza. Leo nataka tuguze pinde la Yesu. Leo nataka tuguze nguo ya Yesu. Na ile ugonjwa tuko nayo ikapone. Ile ugonjwa tuko nayo ikapone. Nasema ile ugonjwa tuko nayo ikapone. Haleluya. Bible yangu inaniambia yule mama alifanya kinyume na sheria. Akajitokeza mbele ya Yesu. Akamwambia, mimi ndio nimekuguza. Akamwambia, ndio mimi nimekuguza. Yesu akamwambia, enda na amani binti. Imani yako imekuponya. Imani yako ikuponya leo. Inua imani kwa Yesu. Inua imani kwa Yesu. Umetafuta wanadamu. Umetafuta anko yako, umetafuta sisa yako, lakini siku ya leo weka imani kwa Yesu. Weka imani kwa Yesu. Neno imetuambia kwamba tukiomba kwa imani, huyo mgonjwa atapona. Wewe ndiye mgonjwa siku ya leo. Wewe ndiye uko na shida siku ya leo. Imetuambia yule ako na shida anastahili kuomba. Yule ambaye ni mgonjwa akiomba kwa imani apokee uponyaji. Haleluya. Apokee uponyaji. Haleluya. Hebu inua mkono juu, sema nimepona leo kwa jina la Yesu. Nimepona leo kwa jina la Yesu. Nimekwambia magonjwa si ile unafikiria. Magonjwa ni mingi. Hata kukosa pesa ni magonjwa. Hata umaskini ni magonjwa. Hata kudharauliwa ni magonjwa. Hata aibu ni magonjwa. Nasema siku ya leo, aibu yote imekufuata kama magonjwa. Kuendelea umaskini imekufuata kama magonjwa. Leo upokee uponyaji. Leo upokee uponyaji. Katika jina la Yesu. Endelea. Je, yuko mgonjwa kati yenu anapaswa kuwaita wazee wa kanisa? Nao watamuombea na kumpaka mafuta. Kwa jina la Bwana. Kwa jina la Bwana. Wakiomba kwa imani. Mgonjwa ataponyeshwa. Endelea nyingine. Bwana atampatia nafuu. Na dhambi alizotenda zitaondolewa. My God. Kuna magonjwa mengine tulifanya dhambi.
Niangalie kwa macho, maana niwe nahubiria. Ndio. Tulifanya dhambi tukiwa tumejificha. Yes. Zikaleta magonjwa. Ndio. Haleluya. Amen. Sasa ukiombewa na huyu mzee Ndio. na upakwe mafuta, Yes. hiyo magonjwa yako na dhambi zako Ndio. utasamehewa. Amen. Ndio utakuwa napaka watu mafuta kila mwezi. Ndio. Huu mwaka Mungu aniambia atakomboa watu wake. Amen. Na wewe ninakuhubiria tafadhali. Ndio. Kubali mwaka huu kukombolewa hata wewe. Ndio. Haleluya. Amen. Kubali hata wewe ukombolewe. Yes. Haleluya. Amen. Yes. Dhambi zote ulizofanya zikaleta magonjwa. Ndio. Ukiombewa na mzee wa kanisa kuhani, Yes. utapokea hizo dhambi, utasamehewa. Endelea. Basi ungamaneni dhambi zenu, ungamaneni dhambi zenyu na ombeaneni ili mpate kuponywa. Kama kuna kitu ngumu ni hiyo. Ndio. Kanisa, watu kungama dhambi zao, kuambiana nilianguka. Yes. Nilifanya hivi. Ndio. Hawawezi. Yes. Pastor Kimani, kwa pamoja kweli? Unajua unaweza kulala uhatakiwe. Ukiona mtu analala hata Sunday, anaweza kuwa ni anadepositiwa hapo, mnamuamsha mbio. Sunday itatangaza. Ukiona mtu analala church, muamshe mbio. Unaweza kurushiwa roho nyinyi wote hapo, neno ishe, Sunday ishe, hakuna kitu mnasikia. Hii si kanisa ya madevo worshiper. Hii ni kanisa ya Yesu. Yes. Madevo worshiper iko na kwao. Ndio. Maagent wako na kwao. Ndio. Unamwamsha hata ukitaka kumwagilia maji yenye unakunywa wewe, amuka wacha tuletea mapepo hapo. Hata kuchukia lakini umemsaidia. Amen. Takuwa nikitembea na maji. Wewe. Pepo. Umetoka kwa kitanda ukalale kwa kanisa. Hapa si basi tukuwekea mattress pale. Nitaweka mattress 2 pale. Wewe unasikia kulala unalala huko. Sikuje kulalisha watu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Neno iko na nguvu hii. Ndio. Inasema ungamaneni dhambi zenyu. Yes. Haleluya. Amen. Na ni ngumu. Mkiungamana dhambi zenyu, yes, alafu muombeane. Ndio. Unajua kanisa leo huwezi. Yes. Juu nikikwambia venye nilianguka ama nilifanya, kadri nikimaliza ibada utazikuta Joska. Yes. Leo kanisa leo kuungamana dhambi ni ngumu. Ndio. Huyu akiniambia, mimi si mchungaji. Unajua chochote mnaniambia kama mchungaji. Yes. Si niambie assistant pastor. Ndio. Mkiniambia kile mnapitia, mimi napeleka direct. Yes. Sina ruhusa ya kuambia hata jenga. Ndio. Yangu napeleka direct kwa Mungu. Yes. Lakini sasa mkiungamana dhambi, ndio, ukimaliza ibada, yes, utazikuta malazi imefika mbele yako. Ni kweli. Na simu. Yes. Huyu kumbe anakunywanga pombe. Yes. Kumbe anavuta sigara. Ndio. Na tunaambiwa na Bible, kama tunaweza ongea Bible tufuate Bible, yes, hakuna mahali pazuri kama church. Ndio. Lakini sasa church watu upendo imeisha, yes, watu wamepigana vita, mpaka hii church sasa hata imekuwa si mahali pa refuge. Ndio. Amen? Amen. Muungamane dhambi, ndio, muombeane, yes, mpate kupona. Ndio. Which is very hard. Yes. Kanisa ya mwisho ya mitume, ndio, walikuwa na share kila kitu. Yes. Leo nikiamuka nivae suti ya Pastor Kimani sina shida. Ndio. Ukiamuka uvae kiatu ya Elizabeth hauna shida. Yes. Walikuwa na share everything. Yes. Alafu inasema they had one spirit and one accord. Amen. One accord, wameunganishwa pamoja. Ndio. Tunakula sahani moja. Yes. Hallelujah. Amen. Hata wale watoto tumezaliwa pamoja, mnakula kwa sahani moja. Kuna mwingine atakula mingi kuliko mwingine, mchukiane. Yes. Lakini walikuwa nakula mahali moja, wanashare kila kitu. Ndio. Wakashikanishwa pamoja. Yes. Hallelujah. Amen. Na ikawa kanisa iko na nguvu. Ndio. Kanisa ambayo iko na nguvu sana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Verse 17. Hiyo tumesema hiyo mtihani ni kama tumeshindwa sote. Ndio. Ama tutaweza? Lydia wa Malaa, ungamaneni dhambi pamoja. Ndio. Kwa ushirika. Yes. Waambie kadri ile dhambi ulifanya, na yeye akuambie. Lakini kanisa leo ni ngumu. Tutaweza hiyo? Ndio. Wewe hata kusema ndio. Usiungame yako kwanza. Nilipata pesa ya M-Pesa. Yeah. Nikatoa haraka. Uli akanipigia, akanikosa. Hiyo ni dhambi. Lakini huwezi ungama. Wewe kwako unajua ni muujiza. Lakini ukiungama tutakwambia my brother, my sister, hiyo pesa ungerudishia mwenye.
maana si yako. Ngojea Mungu. Lakini jueni mkaidi, unatoa haraka, ule ana shida akipigia Safaricom, na wewe ni Mkristo na wewe unaenda mbinguni. Ungamaneni dhambi pamoja. Ndio. Ni gani nyingine ulifanya? Uliambia mzee aje, niko Njiru na uko Kamulu, na hata Kamulu yenyewe ulienda kufanya. Ueleweki. Ungamaneni dhambi pamoja. Ni ngumu hiyo. Elizabeth, naambia kama mzee, hakuna chakula na iko. Unaenda tu fesha toa saluni. Si uitisha saluni direct. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiungamana dhambi pamoja hapa, kama ni kanisa ya hiyo siku, watu wanaweza pona vizuri, lakini ni ngumu. Yes. Ni ngumu sana. Sala ya mtu mwema ina nguvu ya kutenda mengi. Hapo nataka kusimamia hapo. Unaona, ukisimama vizuri na Mungu, mnanisikia? Ndio. Ukisimama vizuri na Mungu, yes, maombi yako ya mtu mwema, ndio, hiyo imedilute, inasema a prayer of a righteous man, yes, is so effective. Amen. Amen. Maombi ya mwenye haki iko na nguvu sana. Ndio. Unasikia hiyo ni neno mzuri. Maombi, unajua ni vile kwanza tungeungamana dhambi kwanza, sasa ikuwe na nguvu. Maombi ya mwenye haki ndio iko na nguvu sana. Sio kidogo. Sio kidogo. Yes. Maombi ya mwenye haki. Ndio. Mungu anipatie yule malaika nilikuwa natembea naye. Mungu ananirejeshea mwaka huu. Ndio. Kayole tunakalishwa chini na wakora, nasema watachukua pesa yangu. Ninaitisha malaika wa Jesus Winner. Ndio. Na tumekalishwa chini na wakora gunpoint. Wakipiga step 3 wananirudishia wallet iko na over 15,000. Yes. Na vitu zangu zote nafunguza gari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi ya mwenye haki. Ndio. Kama kuna mwenye haki kwa hii madhabahu, yes, leo ninakuambia maombi yako iko na nguvu ya kufanya makubwa. Amen. Hata kama sitahubiri ingine nikatalia hapo sasa. Ndio. Haleluya. Amen. Maombi ya mwenye haki, yes, iko na nguvu ndio ya kufanya makubwa. Amen. Haleluya. Amen. Kama kuna area napenda ni ya imani, yes, kuflow kwa faith, kwa imani. Mimi ukiniambia iwezekani nitakuacha tu hapo. Ndio. Utanikuta ile side nyingine. Nikisema hapa kuna njia. Yes. Hapa. Ndio. Na hata uniambia kuna njia sisikiangi. Yes. I have to pursue mpaka njia ipatikane. Ndio. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maombi ya mwenye haki. Ndio. Iko na nguvu. Yes. Ya kufanya mambo makubwa. Ndio. Hey, yes. Tuko pamoja Jacqueline. Maombi ya mwenye haki. Mwenye haki hajacategoriziwa. Ndio. Mama mwenye haki. Yes. Haina gender. Ndio. Unajua unasema mimi ni mama, pengine maombi yangu haitasikika, ya wanaume ndio inasikika. Dio. No, maombi ya mwenye haki yoyote, yes, iko na nguvu ya kufanya mambo makubwa. Amen. Tusome hiyo nyingine. Elia alikuwa binadamu kama sisi. Ndio. Aliomba kwa moyo, ndio, mvua isinyeshe. Ndio. Nayo haikunyesha nchini kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Amen. Simamia hapo. Nisikilize. Namalizia. Elia, nabii Elia. Yes. Yule aliitisha moto. Ndio. Yule alifunga mvua miaka 3 na nusu. Yes. Na hizo nyimbo tunaimbaga mpaka kwa Kikuyu. Unajua hiyo nyimbo tunaimba kwa Kikuyu, Elijah alifunga mvua. Huyo Elia alikuwa kama wewe na mimi. Alikuwa kama sisi. Ndio. Elizabeth, Elia alikuwa kama wewe. Yes. Elia alikuwa kama wewe. Ndio. Akaomba Mungu kusinyeshe. Sio Mungu alisema kusinyeshe. Yes. Elia akaomba Mungu kusinyeshe miaka 3 na nusu. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambia mwenzako kuanzia leo anza kuomba specific prayers. Anza kuomba specific prayers. Si kurusha ngumi kwa hewa. Paulo anasema
Mimi sirushi ngumi kwa hewa. Yes. Specific prayers. Ndio. Mimi najua kenye nataka Mungu anifanyie kuanzia leo mpaka mwezi wa 6. Ndio. Mwezi wa 6 mpaka najua yale nataka Mungu anifanyie. Yes. Na niko specific. Ndio. Alisema kusinyeshe mvua sio miaka 3 na wiki 2. Yes. Miaka 3 na miezi 6. Amen. Miaka 3 na nusu. Ndio. Unaona hiyo mtu ako very specific. Yes. Soma. Ndio wajue maombi ya mwenye haki iko na nguvu. Baada ya miaka 3 na nusu kisha akaomba tena. Mvua ikanyesha kutoka angani na nchi ikatoa mazao yake. Asanti. Baada ya miaka 3 na nusu the same person alifunga mvua, akaomba tena baada ya miaka 3 na nusu na mvua ikanyesha. Pray. Maombi si kitu ya kuchezea. Maombi si inafanya kazi. Ambia mwenzako maombi inafanya kazi. Maombi inafanya kazi. Maombi inafanya. Baada ya miaka 3 na nusu ndio akaomba tena, mvua ikanyesha. Sio miaka 3 na wiki 3. Yes. Ile siku alisema. Yes. Hapo ndiyo aliomba tena. Ndio. Na mvua baada ya miaka 3 na nusu ikanyesha. Lakini Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Ndio. Hakuwa malaika. Yes. Kwa hivyo hata wewe unaweza omba kwa familia, kitu ifanyike si ya kawaida. Amen. Unaweza omba kwa maisha yako, kitu ifanyike si ya kawaida. Amen. Hebu uliza mwenzako ni nini umekuwa ukiombea? Nini umekuwa ukiombea mwaka huu? Muulize uko na mashaka ama unaamini? Uko na mashaka ama uko na imani? Anasema unajua mimi nawahurumia. Juu wewe hujui kuomba, ni kushikanisha. Lenga, target. Ndio. Simba hana weight. Simba hana kilo mingi kuliko elephant. In fact, elephant katoto ikikalia simba inaua. Si kweli? Simba haina kilo mingi kuliko rhino na nyati, buffalo. Lakini nini inakula ingine? Umeshaijiuliza hiyo swali? Umeshaijiuliza hiyo swali? Hallelujah. Amen. Kwa sababu number 1 simba ako na target. Ndio. Akipata buffalo nyingi, yes, akiamua ni Catherine. Akiamua ni Masi. Ndio. Hata zikichanganya ata target ili alifuata. Yes. Lazima atashika. Ndio. Target. Acha kuomba. Shika target. Mtu aliomba miaka 3 na nusu na hakukunyesha. Target. Amen. Na hiyo miaka 3 na nusu alikuwa anakula na anakunywa. Either ni nini tamletea ya ajali. Raven ni hongo. Inaleta nyama na vile tamaa, inaleta nyama anakula na kunywa na amefunga mvua. Wapendwa, situinue imani kwa maombi. Amen. Wapendwa, tuinue imani kwa maombi. Ndio. Kama kuna kitu mwaka huu nataka tuinue ni imani kwa maombi. Yes. Hallelujah. Amen. Na simba atashika. Ndio. Umeshajiuliza? Mimi nataka unajiuliza maswali. Wewe ni mama na ni mjamzito. Na umekunywa uji moto. Huyo mtoto wako kwa tumbo ndio uchomeka kama ni wewe. Mama mjamzito ukunywe chai moto ama uji moto. Nani uchomeka? Ni mtoto mwenye kwa tumbo ama ni wewe mwenyewe? Kwa nini huyu achomeki na unachomeka? Maswali ya kujiuliza ujue ukuu wa Mungu. Hizo swali ushaijiuliza wewe? Utoke hapa. Trump unamjua, lakini si kumjua ati mnajuana, kumsikia. Unajua kuna kujua mtu na kumsikia. Ukiniuliza President Ruto namsikia, lakini simjui. Lakini Elizabeth namjua. Tunakaaga chini na tunaongea, namjua huyu. Lakini Ruto simjui. Na huyu mimi humsikia. Sasa Trump ndio ule rais mwenye mkubwa sana dunia. Akikatwa damu yake itakuwa ya yellow. Akikatwa damu yake ni ya blue. Ni ya? Na yako?
Kile nataka kusema sisi tuko same. Kile kinaleta tofauti ni vile unaamini Mungu wako. Ndio. Vile unaamini Mungu wangu. Haiwezekani unafunga biashara na wengine unafungua. Yeah. Haiwezekani unafunga biashara na wengine wanafungua. Ndio. Na by the way wale wanafungua hawaendangi church. Hata Sunday wanabaki wakiuza. Wao uoni hapo ni abnormal? Uoni ni abnormal? Yes. Ni kwa sababu ukiomba huamini. Na nataka kutoka leo tuombe kwa imani. Amen. Kwa sababu maombi ya mwenye haki iko na nguvu ya kufanya mambo makubwa. Amen. Hapo ndio nakatalia. Ndio. Iko na nguvu ya kufanya mambo makubwa. Amen. My mom alikuwa ananiombea, nilikuwa nakunywa pombe. Sasa anaamuka saa 9. Hii maombi mnaombanga hakuna dustbin. Sasa anaombea brother yake. Nilikuwa nasikia anaombea brother yake, anaombea sister zake. Ndio. Familia, anawataja na majina. Yes. Na Kikuyu. Ananiombea. Mwanake wake Matige Joy. Sasa siku moja nimwambia, "Mam, utaomba sana. Lazima nikunywe pombe kabisa." Kumbe ni mwisho wangu. Ati ninaenda kumvunja moyo. Na yeye anaweka gia. Ya mwisho mimi na kuhubiria niliokoka na machozi. Machozi ikitiririka hivi. Kwa sababu kuna prayerful woman anasema sikunywi pombe. Na mimi namwambia, "We mama, omba sana. Mimi nitakunywa kabisa." Unajua nasikia akiomba. Sasa mimi najifanya na wapi? Kumbe nimekaribia hivi. Na mimi niliokoka, nilikuwa nimeenda kununua miraa. Isili ikakosekana, nikaenda Nyamakema, nikaenda Uhuru Park, kulikuwa na crusade. Huko ndio niliokoka na machozi. Na nilikuwa kutoka nyumbani kwenda kununua miraa. Pesa ilikuwa kwa mfuko ya miraa. Nirudi base, tuanze kupiga veve na changana whatever. Maombi ya mwenye haki ndio inafanya kazi. Amen. Maombi ya mwenye haki iko na nguvu ya kufanya mambo makubwa. Amen. Nani ataomba mwaka huu? Nani ataomba mwaka huu? Hata ukivunjwa moyo wewe omba. Yes. Omba kabisa. Ndio. Omba kabisa. Ndio. Kuna mahali maombi inatupiliwa. Yes. Simama na miguu yako tuambie Mungu jambo. Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. Yes. Lakini aliomba kusinyeshe na hakukunyesha miaka 3.5. Baba wetu, kwa jina la Yesu, endelea tu kuomba. Mwambie Baba, siku ya leo nimeamua kama yule mama alitokwa na damu ya 12 akajiambia moyoni mwake, nikiguza tu pinde ya nguo ya Yesu nitapona. Na akaendelea akaguza pinde ya Yesu akapokea uponyaji. Baba, naomba siku ya leo, nimejua kama kuna mtu ako na shida anafaa kuomba. Kama kuna mtu ako na furaha anafaa kuimba nyimbo za sifa. Baba, tumekuja tuko na shida, ndiposa tunaomba kwa hii madhabahu. Sikia maombi yetu siku ya leo. Sikia maombi ya huyo mama, sikia maombi ya huyo mzee, sikia maombi ya mchungaji. Tumeteseka sana Baba, kuna magonjwa ndani ya watoto wetu, kuna magonjwa ndani ya wazee wetu. Hata kukunywa pombe ni magonjwa, magonjwa ya kutoendelea, magonjwa ya kufilisika, magonjwa ya aibu. Yote Baba ulisema tukiomba huyo mtu atafute mzee wa kanisa, waombe na yeye kwa imani, atapokea uponyaji. Huyo mgonjwa atapokea uponyaji katika jina la Yesu. Na zile dhambi alizofanya Baba utamsamehe. Tusamehe dhambi zetu, tusamehe makosa yetu kwa ibada ya siku ya leo. Tusamehe Baba yangu, tusamehe siku ya leo, tutakase kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Huyo mgonjwa akiombewa kwa imani atapokea uponyaji. Baba, umetuambia siku ya leo maombi ya mwenye haki iko na nguvu sana ya kufanya mambo makubwa. Baba, ninashikilia imani. Wewe mama, shikilia imani. Ninashikilia imani. Yale mambo nimekuwa nikiombea lazima yatatimia, kwa sababu nimejua leo maombi ya mwenye haki iko na nguvu sana ya kufanya mambo makubwa. Baba Mwenyezi Mungu, ninaomba siku ya leo, nashikilia imani Baba, nashikilia imani Mfalme, mambo makubwa itatendeka kupitia maombi siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuhitaji Baba, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji neema yako. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mwenye nguvu na uwezo. Tunakuhitaji Baba.
Hatuwezi bila nguvu zako, hatuwezi peke yetu mfalme. Inua maombi siku ya leo, inua maombi mpendwa. Nataka upate roho ya maombi. Ukitoka hapa siku ya leo ujazwe na roho ya maombi. Yesu alipanda mlimani akaomba mpaka jasho ikamtoka tone la damu. Sitaki udhaifu, my God. Tusaidie Baba kuomba, tumekuwa wadhaifu. Shetani ametukataza maombi, shetani ametupinga kwa maombi, lakini tunamshinda kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini tunamshinda shetani wa kuleta udhaifu, shetani wa kutupinga, shetani wa kutuvunja moyo. Hatutavunjika moyo, tutasimama na maombi kwa imani kwa jina la Yesu. Magonjwa watapona. Shandaraba shanda, shandaraba kotorinae, shandaraba bozaya, shandaraba bozaya. Baba unaweza mfalme, hakuna mwenye nguvu kama zako. Tunakutukuza Bwana wa mabwana, tunakuinua asubuhi ya siku ya leo. Wewe ni Mungu wetu na Baba yetu, wewe ni Baba yetu na Mungu wetu. Umenena nasi siku ya leo Baba mtakatifu, Baba mtakatifu. Maombi ya mwenye haki iko na nguvu ya Bwana wa majeshi. Maombi ya mwenye haki iko na nguvu ya kufanya makubwa. Baba Mwenyezi Mungu, siku ya leo my Redeemer, tunaomba kwa imani. Wamama wanaomba kwa imani, wazee wanaomba kwa imani, wachungaji tunaomba kwa imani, tunaomba kwa imani katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, tumeteseka ya kutosha, lakini siku ya leo kupitia maombi ya imani tunapokea uponyaji. Hiyo aibu ikafike mwisho, hiyo magonjwa ikafike mwisho, hiyo madharau ikafike mwisho. Baba mtakatifu, tumeteseka ya kutosha. Baba mtakatifu, umetufunza siku ya leo, tunashikilia neno lako. Maombi ya mwenye haki inafanya kazi, inafanya kazi, inafanya kazi. Tunaomba kwa imani kwa ibada ya siku ya leo. Baba Mwenyezi Mungu, inua imani ya huyo mama, inua imani ya huyo mzee, inua imani ya mchungaji, inua imani yetu Baba, inua imani yetu siku ya leo. Shakataraba shanda, shakataraba bozaya, shakataraba boshanda, shakataraba bozaya. Raiti yake Jehova, raiti yake Master, raiti yake Ridae, raiti yake Baba, raiti yake Rimazaya, raiti yake my God, raiti yake Jehova. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye uwezo. Katika jina la Yesu umetuambia maombi ni kama mavuli, maombi inatukinga na maovu ya shetani. Tunasimama na maombi kupinga maovu ya shetani, utukinge na maovu ya shetani kwa jina la Yesu Kristo. Shandaraba shando, shandaraba koto, shakatari makuta. Unaweza Jehova Jaire, unaweza Baba mtakatifu, unaweza Bwana wa mabwana, unaweza mfalme wa ajabu. Sina Mungu mwingine, hakuna Baba mwingine, hakuna Mungu mwingine wa kufananishwa na wewe, hakuna Baba mwingine, hakuna Mungu mwingine wa kulinganishwa na wewe, wa kufananishwa na wewe. Katika jina la Yesu, wewe ni mtakatifu Baba, wewe ni mtakatifu Baba, wewe ni mtakatifu Baba. Mbingu zote ni zako, dunia yote ni yako Baba, hata chini baharini ni kwako. Vitu vyote vimeumbwa, vitu vyote viko duniani, vitu vyote viko mbinguni, vitu vyote viko baharini. Yote ni kazi ya mikono yako. Tunakuabudu mchana wa leo, tunakuabudu kwa hii madhabahu, tunakuabudu Bwana wa mabwana, kuabudu mfalme wa ajabu katika jina la Yesu. Shakatari mashando, shakatari babo shanda, shakatara babo zaya. Jehova ni wewe Mungu wetu, msaada wetu ni wewe Baba, nguvu zetu ni wewe Baba, tumaini letu ni wewe Baba, msaada wetu ni wewe Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba tunakuhitaji, hakuna Mungu kama wewe. Sikia maombi yetu Baba, ukajibu maombi yetu Baba. Tumekulilia mwaka huu Baba, leta msaada Baba, ponya watoto wako Baba, fungua milango yote iliyofungwa na mapepo, iliyofungwa na shetani, hiyo milango ya biashara, hiyo milango ya ndoa, hiyo milango ya visa, hiyo milango ya watoto, hiyo milango ilifungwa Baba, fungua siku ya leo, kwa sababu uko na nguvu, kwa sababu uko na huruma, kwa sababu uko na uwezo, kwa jina la Yesu Kristo. Shandaraba shanda, shandaraba kotorinae, shandarababozaya, shandarababozaya, katika jina la Yesu. Baba ni asante kwa sababu ni mwaminifu, kwa sababu ni Mungu mtakatifu, kwa sababu ni Mungu mkuu. Utajitukuza mfalme kwa hii madhabahu. Tunakutumainia Bwana, tunasema ni asante. Hakuna Mungu kama wewe. Jina lako litukuzwe na jina lako liabudiwe. Katika jina la Yesu tumeomba, kuamini na kushukuru. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu. Yes Lord. Neno lako ni wewe mwenyewe. Ndio.
Umetunenea Baba kwa njia mzuri, njia ambayo tumeweza kuielewa. Umetuambia turudi kwa maombi. Baba, tumededicate miezi 6 kwa maombi. Baba, niko na imani Bwana wa majeshi, hiyo miezi 6 utafanya mambo haijawahi fanyika kwa hii madhabahu. Utafanya mambo haijawahi fanyika kwa hii madhabahu. Watu watasimamisha maushuhuda makubwa. Umetuambia maombi inafanya kazi. Maombi Baba inafanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Maombi inafanya mambo makubwa katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, tumeshikilia neno lako, tumejiunganisha neno lako siku ya leo. Baba, pokea sifa na shukurani. Na ni katika jina la Yesu tumeomba kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus. Amen. Naweza keti chini. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Nani amesikia Mungu amemnenea? Tutaenda na hiyo imani bila kukata tamaa. Ndio. God bless you. Mungu awatende mambo mazuri katika jina la Yesu. Amen. Amen. Shalom. Sawa. Tamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nitangaze matangazo machache yaliyo mbele yetu na Mungu atatubariki sana. Ambia mwenzako